Amen. Sasa je, nini ambacho unapaswa utarajie wakati ukiwa katika kufunga na kuomba? Tunapofunga na kuomba hatujinyimi chakula. Tunapofunga na kuomba hatujinyimi chakula. Amen. Hatufungi na kuomba kwa sababu hatuna chakula. Hatufungi na kuomba kwa sababu tumeamka tumeshiba. Tunafunga na kuomba kwa sababu kuna vitu ambavyo sio kwa sababu hatuna chakula, sio kwa sababu tumeamka tumeshiba, ila tunafunga kwa sababu ya kupata muda wetu na Mungu. Sasa moja ya kitu ambacho natamani nikieleze siku ya leo ni jambo gani la muhimu ambalo unapaswa ulitarajie wakati umefunga na kuomba. Maandiko yanaeleza kwenye kitabu kile cha Isaya ya kwamba tunapokuwa katika kufunga na kuomba, na tutaona kwa mifano halisi kwenye maandiko, tunapokuwa katika kufunga na kuomba tunaingia kwenye kiwango kinaitwa kiwango cha kiutukufu, au tunavaa vazi linaloitwa ni vazi la utukufu. Kwa hiyo kufunga na kuomba ni njia mojawapo ya kubadilishiwa utukufu ulioko nao au mwonekano wako wa ndani, namna ambavyo unaweza ukakaa na Mungu, kwa sababu tunapofunga na kuomba tunaruhusu utukufu wa Mungu kufanya kazi kwenye maisha yetu, tunaruhusu uwepo wa Mungu kudhihirika kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye kufunga na kuomba tunaruhusu Mungu adhihirike kwa ukubwa kwenye maisha yetu. Kwa hiyo namna mojawapo ya kumdhihirisha Mungu ni kukaa na Mungu wakati mwingi. Mara nyingi baba amekuwa anatolea mfano ya kwamba unaweza mtu labda akafungiwa mahali penye chumba kimoja na ukawekwa moshi ndani yake, alafu yule mtu akawekwa kule ndani. Wakati tumemfungulia mlango akatoka, yule mtu atakuwa anatoa harufu gani? Amen. Atakuwa anatoa harufu gani? Kama atakuwa anatoa harufu ya moshi, maana yake tunapotwenga muda wetu kwa ajili ya kufunga na kuomba, moja ya vitu ambavyo vinatokea kwenye maisha yetu, tunapotoka kwenye chumba cha Mungu, maana yake na sisi tutakuwa na ile harufu ya Mungu. Tunapotoka kwenye sura ya Mungu, maana yake na sisi the same tunakuwa na ile sura. Kwa hiyo kwenye kufunga na kuomba ndio eneo ambalo linazilisha na linafunua ule utukufu wa Mungu kwenye maisha yetu. Unapokaa muda mwingi na Mungu ni mojawapo ya njia ya kudhihirisha uso wa Mungu kwenye maisha yako. Kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 34, tukianza na mstari ule wa 29. Hizi ni habari za Musa alipokuwa amefunga siku 40. Sasa wewe unaweza ukawa unaona, kwa nini tufunge Bwana siku nyingi hivyo? Kwa nini nifunge? Kwani kuna haja gani ya mimi kutokufunga tu nikawa nahudhuria ibada? Kuna aina ya kitu hutaweza kukigusa katika roho. Kwenye kitabu kile cha Kutoka 34 mstari ule wa 29, 34:29. Anasema hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai. Anasema hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai. Hapo ameshuka mlimani, sio kwamba alikuwa ameenda kuangalia muonekano wa nchi. Anasema aliposhuka mlimani, na zile mbao mbili za shuhuda zilikuwa mkononi mwa Musa. Hapo aliposhuka katika mlima, Musa hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake iling'aa. Amen. Kwa sababu amesema naye. Hapo anasema kwa sababu amesema naye, lakini kuna mahali pameandikwa kwa sababu Mungu amesema naye. Kwa hiyo kwa kadiri ambavyo Musa alitumia muda wake na Mungu, ile wakati akiwa kwenye uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu libadilisha mpaka muonekano wa Musa. Ndio ile ambavyo unaweza ukashangaa huko njiani tu unatembea, kuna mtu akaanza kukukimbia, wewe unaona labda nimejinyea. Haujajinyea, kwa sababu katika kufunga na kuomba sura yako imejaa utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sije ukaona unafanya kitu cha kawaida. Kuna mambo yanatokea katika roho. Kuna mbadiliko unazaliwa katika maisha yako. Kuna badiliko linazaliwa kwenye uso wako. Bwana asifiwe. Kuna wakati fulani nakumbuka tulikuwa tumefunga na kuomba tukiwa na mtumishi wa Mungu Pastor Peter. Siku moja tukawa tunapita mahali. Tukawa tunapita mahali huko tunashuhudia. Binti moja alikuwa mahali akawa hawezi kututazama. Bwana asifiwe. Lakini tuendelea kuhubiri, tumeendelea kufundisha. Katika kufundisha kule, yeye akawa hawezi kututazama. Lakini mwishoni sasa, baada
ya kuwekewa mkono, akafunguliwa yule binti, akawa anasema, yani namna nilivyokuwa na watazama, nilikuwa sioni kama ni watu, yani ndio maana nikawa ninashindwa kuwatazama nyinyi. Sasa vile vile ilivyo wakati tunapoweka muda wetu mwingi na Mungu katika kufunga na kuomba, maandiko yanasema uso wake uling'aa kwa sababu amesema naye. Kwa hiyo kwa kadri unavyotumia muda wako mwingi na Mungu, ndivyo ambavyo sura yako inabadilika. Maana yake kwenye kufunga na kuomba ni sehemu ambayo inadhihirisha utukufu wa Mungu, ni mahali ambako inadhihirisha utiisho wa kimungu. Kwenye kufunga na kuomba ni sehemu mojawapo ambayo inafunua ule utiisho wa kimungu kuonekana kwenye maisha yako. Kwa hiyo tunapojiweka muda wetu na Mungu na muda wetu na Mungu, ni eneo ambalo la kudhihirisha utiisho wa kimungu kwenye maisha yetu. Musa anatoka mlimani, hawakuweza kumtazama. Kwa nini hawakuweza kumtazama? Kwa sababu ya ule utiisho wa kimungu uliokuwa umeambatana naye. Kila aliyefunga na kuomba, ninakuombea juu ya maisha yako kuanzia sasa, ule utukufu wa Mungu ng'ae kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Utukufu wa Mungu ng'ae kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Wanashindwa kumtazama kwa sababu ya ule utukufu. Na hivi ndio vina vya watoto wa Mungu tunavyopaswa kuingia. Usifunge tu kwamba ukaanza kulalamika kwamba kwa nini tufunge masaa mengi hivyo, au kwa nini tufunge siku nyingi hivyo. Siri iko hapa ya kwamba tunapofunga na kuomba ndio mahali ambako tunadhihirisha utukufu wa Mungu kwenye maisha yetu. Lakini jambo la pili kwenye utukufu, nini kinachodhihirisha? Ni ule utiisho wa kimungu unaonekana kwenye maisha yetu. Hakuna nguvu ya giza inaweza kusimama kama utukufu wa Mungu unaweza kuonekana kwenye maisha yako. Hakuna uganga na uchawi unaweza kusimama mbele yako kwamba utukufu wa Mungu utaonekana kwenye maisha yako. Moja ya kitu ambacho adui haogopi tu kwa sababu umeomba umefunga, ila adui anachoogopa ni mwombaji mwenye uwepo wa Mungu. Adui haogopi kwa sababu umefunga, ila anaogopa mfungaji mwenye uwepo wa Mungu. Kwa hiyo kwenye kufunga na kuomba kwako lazima uingeji kukaa na Mungu muda mwingi, ili ule utukufu wa Mungu uzilike kwenye maisha yako. Kwa hiyo adui wala giza aliogopi kwamba huyu anasoma neno, huyu anaomba usiku wa manane. Mwombaji asiyekuwa na uwepo wa Mungu ni mpiga makelele mzuri. Amen. Ni mpiga makelele mzuri. Lakini yule mwombaji anayetambua uwepo wa Mungu kwenye maisha yake, yule sio mtu wa kawaida. Amen. Anasema mstari ule wa 30. Tuendelee 30. 34 kutoka 34:30. Anasema, basi Haruni na wana wote wa Israeli walipomwona Musa, tazama ngozi ya uso wake iling'aa, nao wakaogopa kumkaribia. Hilo ni jambo la pili ambalo nilisema, ni ule utiisho. Kwa hiyo kwa sababu ya ule utiisho, wanasema mpaka kumkaribia kwao ikawa ni ngumu. Amen. Wanaona kumkaribia inakuwa ni ngumu. Nguvu za giza hazitakukaribia tena katika mfungo huu katika jina la Yesu, kwa sababu ule utiisho wa Mungu utazilika kwenye maisha yako. Anasema si tu wachache, anasema basi Haruni na wana wote wa Israeli. Sio kwamba walikuwepo wachache, kwamba labda waliokuwa na pepo tu kumkaribia, hata wale ambao hawakuwa nazo. Wanasema walipomwona Musa, tazama ngozi ya uso wake iling'aa, nao wakaogopa. Neno kuogopa ule ndio unaitwa utiisho. Ule utiisho uliokuwa pamoja na. Lakini utaona pia hata Yesu alipowachukua Petro na Yohana akaenda nao wakati akiwa amefunga, maandiko anasema ilifika mahali wameomba, sura yake ikabadilika. Ndio pale ambapo wakina Yakobo wakina Petro wakaanza kukumbuka sasa kwamba Bwana tukujengee kibanda. Kwa hiyo kuna namna utiisho kisha kuwepo, kuna mambo mengine yanaanza kuzaliwa. Utiisho wa Mungu kwenye maisha yako unaweza kuzaa hata watu wa baraka. Utiisho wa Mungu kwenye maisha yako unaweza kuzaa hata wasaidizi wa hatima. Utiisho kwenye maisha yako unaweza kuzaa hata wasaidizi wa hatima. Kwa hiyo kwenye kufunga na kuomba, usione nimepoteza muda, bali ona kuna kitu ambacho Mungu anazaa kwenye maisha yako. Na hicho kitu ni kwamba kuna msaada wa kimungu unazaliwa. Hatufungi kwa sababu tushinde njaa, tunafunga kwa sababu ya kudhihirisha msaada wa kimungu. Tunafunga kwa sababu ya kufunua ule uungu ulioko ndani yetu. Kwa hiyo katika kufunga na kuomba kwako, uko utiisho na utukufu wa Mungu utakao kuwa pamoja na wewe. Amen. Amen. Anasema kwenye Mathayo 17:1. In Matthew 17:1. Na baada ya siku 6, Yesu akawatoa Petro, Jesus took Peter na Yakobo, James na Yohana nduguye,
akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Yesu alimchukua Petro, akamchukua Yakobo na akamchukua na Yohana. Anasema akaenda nao juu, akawaleta faragani mlimani. Amen. Anasema akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Bwana asifiwe. Yani maana yake sio tu kwamba aliwachukua akaenda nao, ila walikuwa katika kuomba. Baada walipokuwa katika kuomba, ndio mavazi yake yakabadilika na uso wake ukabadilika. Kuna watu wanaweza wakakuona leo ukasema wewe utakonda bure tu, ila mimi nataka nikuhakikishie sio kukonda tu bure. Kuna uimara kiroho unazaliwa kwa sababu umefunga na kuomba. Anasema natazama wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Tunaanza kuona mojawapo ya kitu kinatokea. Faida mojawapo ya kufunga na kuomba. Baba alifundisha siku ya jana kwamba lazima kuna neema ya mafunuo ya ndani utaanza kuyaona kwenye maisha yako. Yataanza kutokea kwenye maisha yako. Kufunga kunatuweka kwenye wepesi wa kuipokea na kuielewa sauti ya Mungu. Kunatuweka kwenye wepesi wa kuielewa na kuipokea sauti ya Mungu. Kwa hiyo vitu vya kiroho tunakuwa na nafasi nzuri ya kuviaccess. Anasema Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa. Anasema ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako, kimoja chako wewe, na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Bwana asifiwe. Hapo ndipo anaanza kuona utisho unavyoweza ukaja kwenye maisha yako. Kuna mtu kwa sababu ya ule utisho wa kimungu juu yako, anaanza tu kusikia akupe mtaji, anaanza kusikia tu kukusaidia maeneo fulani, anaanza kusikia tu asimama kuwezesha kwenye eneo fulani. Kwa namna ambavyo utisho wa kimungu unaweza ukaja kwenye maisha yako, vivyo ambavyo Mungu anaweza akafanya kwenye maisha yetu. Unapofunga na kuomba, usiangalie kwamba kuna kitu umepoteza, ila ona kuna kitu kinakuja. Maandiko anasema kwenye kitabu kile cha Wakorintho ya kwamba ijapokuwa utu wetu wa nje unaweza kuonekana unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa imara siku kwa siku. Lakini faida nyingine ya pili, tunapokuwa katika kufunga na kuomba, utu wetu wa ndani unaimarika zaidi na zaidi. Utu wetu wa ndani unafanywa imara. Utu wetu wa ndani unafanywa imara. Kwa hiyo kwa namna ambavyo Paulo anasema ya kwamba kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Unafanywa upya siku kwa siku. Kufunga na kuomba ni moja ya chakula cha kiroho. Kwa hiyo kama ni chakula cha kiroho, kina uruhusu utu wako wa ndani kuimarika, kuna uruhusu utu wako wa ndani kuwa imara. Maana yake kama utakuwa ni mtu wa kula siku 365, mwili wako wa nje ndio utaonekana kung'aa, lakini ndani utakuwa dhaifu sana. Lakini Mungu anachotaka utu wetu wa ndani uimarike zaidi. Na ndio maana anasema utu wetu wa nje unachakaa. Unapounyima utu wa nje mahitaji yake na unaupa ule utu wa ndani mahitaji yake, maana yake wa ndani unakuwa imara zaidi na ule wa nje hauwi dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu ni roho. Kwa hiyo siri hata kama utaambiwa unachakaa unafanyaje, au chakai, ndio namna ambavyo unazidi kufanyika kuwa imara. Ndivyo ambavyo unazidi kufanyika kuwa mtu wa kipekee. Kufunga na kuomba kunaimarisha na kunaufanya utu wetu wa ndani kuwa imara zaidi. Amen. Amen. Kuna imarisha utu wetu wa ndani. Kuna muimarisha mtu wa ndani. Kuna mjenga mtu wa ndani. Mtu wako wa ndani anajengwa kwa maisha ya maombi na kufunga. Mtu wako wa ndani anajengwa kwa maisha ya kufunga na kuomba. Anaimarishwa kwa hali ya kufunga na kuomba.